ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى nakutakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Tuishi katika zama ambazo zimejaa fitna, zama ambazo kwamba اختلت فيه الموازين واتسع الخرق على الراكع، zama ambazo kwamba mambo yamekuwa ni kinyume nyume, kichwa chini miguu juu. Fitna zimeenea katika ulimwengu wote na hasa katika miji ya Kiislamu, sawa ikiwa aghlabia ni Waislamu ama Waislamu ni wachache ndani ya miji kama hiyo. Fitna kama hizi Mtume sallallahu alayhi wasallama tayari ameziashiria kitambo na akatupa na mwongozo wa kuweza kutoka kwa salama katika fitna kama hizi. Ikhwata al-iman wal islam, moja katika maqasid ya sharia ni hifdhu an-nafs, kuhifadhi nafsi. Katika maqasid ambayo kwamba sharia imekuja nayo, ama katika mambo ambayo kwamba yanajulikana kama al-kulliyatul khams, mambo ambayo kwamba ni ya misingi katika sharia, moja ni hifdhu an-nafs, kuhifadhi nafsi ya mwanadamu. Damu ya mu'min ni damu ambayo kwamba ni ghali mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallama ikafika daraja akawa anasema la zawalu dunya ahwanu inda Allahi min qatli rajulin mu'minin bighairi haqq. Kuondoka dunia ni nyepesi, ama kuondoka dunia ni kwepesi kwa Mwenyezi Mungu na ni sahali kuliko kuuawa muumini mmoja bila ya haki. Haki ni zile tatu alizitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam: mtu ameua auawe kwa kisasi, mume amezini, ni mtu ashaoa apigwe mpaka afe, ndio kwa haki. Mtu ameritadi, ameuacha Uislamu, auawe. Hizi ndio haki. Mbali na mambo haya matatu,
anapouawa ama inapouawa nafsi ya mu'min, basi huwa ni kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni sahali kuondoka dunia na vilivyomo ndani ya dunia kuliko kufa nafsi moja ya mu'min. Lilasafi shadid, tukiangalia katika miji yetu tunaona nafsi za wawili zinatoka kila siku, damu zinamwagika, ukatili sijui umetoka wapi, watu wamekuwa wanauana. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuambia, inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum alaykum haram, damu zenu ni haramu kwa nyinyi, hazifai kumwagwa. Sisi tunakwenda kinyume, tunamwaga. Ikhwata al-iman wal islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam tayari ametuwekea ilmu ya kuweza kuendana na ahdath ama hawadith kama hizi zinazotokea katika ulimwengu wa Kiislamu. Na ilmu kama hii ni moja katika misingi minne ya Kiislamu. Katika Uislamu tuna misingi minne, ingawa msingi huu wa nne umetupwa. Hadithi ya Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hadithi ipo katika sahihi na al-Imam an-Nawawi ameiweka katika 40 yake. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab asema amekuja Jibril kwa mtume, ama amekuja mtu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye nguo nyeupe sana, mwenye nywele nyeusi sana, akapiga goti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni hadithi ndefu na maarufu. Almuhim, baadaye akajua ni Sayyiduna Jibril alayhi salam ndio aliyekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kilichotokea hiwara iliyopatikana kati ya Sayyiduna Jibril na Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza kwanza mal islam. Swali la kwanza na ndio nguzo ya kwanza, mtu ajue nguzo za Uislamu. Alafu akauliza mal iman, hii ni nguzo ya pili ya Kiislamu. Akauliza mal ihsan, nguzo ya tatu, ingawa wengi wameitupa, lakini walillahi alhamd kuna bado ambao kwamba wameihifadhi, al ihsan. Nguzo ya nne ya dini ambayo kwamba ni ma ashratu saa, ni zipi alama za kiyama. Kama vile Jibril ameuliza mal islam, kama vile ameuliza mal iman, kama vile ameuliza mal ihsan, katika hadithi hiyo hiyo vile vile ameuliza wama ashratu saa, ni zipi alama za kiyama. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam baadaye akaja kutuambia, hadha Jibrilu ataakum yuallimukum dinakum, huyu ni Jibrili amekuja kufanya nini? Kuwafundisha dini yenu. Yuallimukum dinakum, dini ikawa imekusanya yote yaliyotangulia, si mawili wala matatu, ni yote manne, nikiwa lipo ama ipo nguzo ya nne ambayo kwamba inaitwa ashratu saa, na kwa jina lingine wanazuoni wanaita fiqhu tahawulat, fiqh ya mambo kubadilika. Hii ni ilmu imepokewa na masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tabi'in wakaipokea kwa masahaba, wanazuoni waliokuja baadaye pia wakaipokea ilmu kama hii kutoka katika vifua vya wanazuoni. Imekuja kupotea ilipofika wakati ambao kwamba elimu yategemewa kutoka katika vitabu, haichukuliwi katika suduru rijal. Ilipofika wakati kwa mtu anatoshelezeka na kusoma kitabu, akaona tayari nishafanya ni elimu nishasoma, ama niende kwenye Google nifanye ni search pale nijue masala ya elimu nitoshezeke, asiende kwa alim kutaka kujua. Hapa ndipo palipokatika, na ndio ilmu hii ya nne ama nguzo ya nne ya dini ikapotea, fiqhu tahawulat, kujua mambo yanapobadilika. Nini siri katika mambo haya? Kwa nini Sayyiduna al-Hasan radhiyallahu anhu akamwachia Sayyiduna Muawiya khilafa baada ya miezi 6 kuhukumu? Kwa nini amwachie Sayyiduna Muawiya khilafa ambapo Sayyiduna al-Husayn hakukubali kumwachia Yazid ibn Muawiya khilafa? Mbona huyu amekwenda kwa namna hii na yule ni ndugu yake amekwenda kwa namna ile? Mambo mawili tofauti. Je, kuna tanaqud? Huyu anamgonga huyu? La. Ili ujue siri, kuna nuru ambayo kwamba huwezi kuijua na kuipata mpaka ujue kitu kinaitwa fiqhu tahawulat, fiqh ya mambo kubadilika.
na ndio ilmu iliyokusanywa katika nguzo ya 4 katika hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na Jibril kuhusu ashratu saa, katika alama za kiyama, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi iliyopokewa na Imam al-Tabarani katika kitabu chake Al-Mu'jam al-Kabir, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir, katika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilmu kutoka kwa vijana. Na tabu yote tunaiona katika jamii zetu, damu kumwagika, nafsi kupotea, watu kuuawa, inatokana na hii hadithi ambayo kwamba tayari Mtume sallallahu alayhi wasallam kitambo ashatuashiria, inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir. Moja katika alama kubwa za kiyama, moja katika alama za kiyama, an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir, kuchukuliwa elimu kutoka kwa vijana. Elimu yachukuliwa kwa ulama rabbaniyun, rijal ambao kwamba wameipokea kutoka kwa wazee kwa silsila ambayo kwamba ni muttasila mpaka kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rajulun yatalaqa au abun yatalaqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kirami wa ajdadi. Watu wamepokea ilmu kutoka katika sudur, sisi tunataka kuchukua ilmu katika sutur, katika mistari ya vitabu, ndipo pale mambo yanakuja kugongana. Lakini lau tukasoma vitabu, tukaichukua yaliyomo ndani ya sutur, tukakaa katika ulama, tukapiga goti kwa wazee, tukasoma, tukaichukua yaliyomo ndani ya sudur, kutapatikana muwafaqatu ma fi suturi bima fi sudur, ndio itakuwa ni ilmu ya wiratha ambayo kwamba imetoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini lau tutatoshezeka na yaliyomo ndani ya vitabu kwa ufahamu wetu, basi tutakuwa tunaelekea katika kiyama. Inna min ashrati as-sa'a an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir. Leo vijana wakisoma katika mihadhara 2-3 wakihudhuria, au CD 2-3 wakishaziona, wanaona hakuna kama wao. Ana al-imamu faqaddimuni, ana al-amiru faqati'uni, ana al-shaykhu fa'aftuni. Mimi ndio imamu, hakuna kama mimi, nitangulizeni. Nitakachokisema ndo sawa. Yoyote atakayekhalifu ni makosa, yoyote atakayekhalifu ni mnafiki, ni kafiri. Manhaji kama hii imetoka kwa nani? Sio manhaji aliyotuwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Sayyiduna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu akawa anatuambia, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Watu hawatawacha kuwa katika khairi maadamu wanaichukua elimu kutoka kwa wakubwa zao, wa ulamaihim, na maulama wao, wa aimmatihim, na maimamu wao ambao kwamba wameipokea ilmu kwa sanad muttasil. Asema fa idha akhadhu an sigharihim wa shirarihim halaku, watakapofikia daraja elimu hiyo wakawa wanataka kuichukua kwa vijana wao, moja kwa moja wataangamia, moja kwa moja wataangamia. Haya si maneno yangu, ni maneno ya Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Elimu haichukuliwi kwa vijana, elimu huchukuliwa kwa wazee, ulama walokaa wakasoma. Mashaka zetu wanatuambia tulikuwa hatupewi ruhusa ya kutoa fatwa ama ya kusomesha mpaka tusome kwanza miaka 30-40, tupige goti Mughni ibn Qudama, Mughni Imam ibn Qudama tuisome robo yake kwa miaka 10. Ukitaka kuimaliza ukae miaka 40 ndio isome. Hupewi nafasi ya kusomesha mpaka uwe na itqan, umetulia, umekomaa katika ilmu 40, na ukae na wanazuoni 40 wa kufanyia mtihani katika kila elimu. Utakapopasi, utakapopita katika ule mtihani, ndio upewe ruhusa ya kusomesha. Leo tunaenda kusoma vitabu visandwich, vitabu vya peji 20-30. Hakuna mufti kama mimi, hakuna imamu kama mimi, hakuna shekhe kama mimi. Kwa nini kusipatikane kumwagika damu? Kwa nini roho zisipotee? La yazalu an-nasu bi khair. Ibn Mas'ud atuambia watu hawatawacha kuwa katika khair ma akhadhu al-ilma an kibari, maadamu watakuwa wanachukua elimu kwa wakubwa zao. Wakishaamua kuchukua kwa wadogo zao, halaku. Kwa nini halaku? Kwa nini waangamia wanapochukua kwa wadogo? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, washababu shu'batun min al-junun. Ubarobaro ni sehemu katika wazimu. Barobaro anakuwa na hamasa,
barabara, hana tamakun katika elimu. Na ndio wanazuoni wakatuambia hata neno la elimu lina siri. Ukiona kuna aini mwanzo, ina maana ya atshan. Mtu mwanzo anapoanza kusoma anakuwa na kiu, kila analolisikia atakapolihifadhi. Anapotoka katika daraja ya aini anakwenda katika daraja ya lam. Lam ni lawam, anakuwa ni mtu wa malawama tu, yeye kila kitu akijua yeye, mwanzake yuko makosani, ataka kushindana, ataka kufanya jidal. Kwa nini? Kwa sababu yuko katika marhala ya pili, hajamakinika. Lakini anapofika katika daraja ya mimi, daraja ambayo kwamba ni ya mutamakin, akatulia, basi anajua mambo yanavyoenda. Akimwona mwanzake afanya jambo tofauti na yeye, ajua haya ni madhehebu ya Imam Abu Hanifa na ni kauli ipo na wanadhibiti sana, anakuwa ni mutamakin. Lakini anapokuwa katika daraja ya lawam, kila kitu yeye ndo ajua, ataka kulaumu kila wakati, hapa ndo panapoleta shida. Washababu shurbatun min aljunun, ndo pale kunapatikana unf. Na wanazuoni wanatuambia unfi inatokana na neno la unfuwan shabab. Mwanzo pale kijana anapokulia kunapatikana unfuwan, ndo anakuwa na unfi, ataka kupigana, ataka awe na hasira, ataka huwa na hamasa, kila kitu yeye ataka kutumia nguvu. Na sivyo hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuachia manhaji hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja kufaru Quraysh, makafiri wa Quraysh wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamwambia in aradta mulkan malakna, ukiwa wataka ufalme wewe Muhammad tutakupa ufalme, ikiwa wataka pesa tutakupa pesa, uwe tajiri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia lao mtaweka juu upande wa kulia na mwezi upande wa kushoto, niache yote haya, siwezi kuyawacha. Kwa sababu gani? Kwa nini hatujiulizi mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam asikubali ufalme? Ukishakubali kuwa mfalme, ina maana amri na taani yako, utaamrisha utakavyo, utawapeleka watu utakavyo. Kwa nini asikubali ufalme? Kwa sababu kinachotakikana ni kukinai nyoyo. Mtu unaweza kumwamrisha, lakini baadaye akiondoka kwako akaenda kafanya atakayo kwa mbele. Linalotakikana si kutumia nguvu wala si kutumia unf. Kinachotakikana ni moyo ukinai, ukinaishe mtu. Ndipo pale wanakuja sasa masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nimezini ya Rasulullah, nisimamishie adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuonekana, amejileta mwenyewe. Lakini kitu gani kilichompeleka yeye mpaka kujileta pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kusimamishiwa hadhi? Ni kwa sababu amekinai. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelea rijal, wanaume wa kisawasawa, nyoyo akazitakasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisawasawa. Hakuwa katika mfumo wake au katika manhaji yake kutumia unf. Leo kitu kidogo mtu kafir, kitu kidogo mtu munafik. Sayyiduna Ali karramallahu wajha, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwita babu madinatul ilm, ndo mlango wa kijiji cha elimu ambacho kwamba ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam mlango wake ni nani? Ni Sayyiduna Ali. Tumwangalie Sayyiduna Ali anatupa mfano gani? Anapigwa vita na Khawarij. Khawarij wamemuua Sayyiduna Uthman, wameua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapiga vita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali aja kuulizwa akufaruhum, ni makafiri hawa Khawarij? Wanamuua Sayyidina Uthman, ni makafiri hawa Khawarij? Asema min al-kufri farq, wameukimbia ukafiri, si makafiri. Khawarij Mtume amewaita kilabu ahli nar, mbwa wa motoni, lakini asema min al-kufri farq. Leo Muislamu apiga shahada, aswali sala tano, kwa kuwa hataki ama hamgani na wewe katika fikra zako, tayari ni kafiri. Aulizwa Sayyiduna Ali, amunafiqunahu, ni wanafiki? Asema innal munafiqina la yadhkuruna Allaha illa qalila. Wanafiki hawamtaji Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa uchache, na hawa Khawarij wanamtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Tasawwa, ilifika daraja Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu auliwa, aliyemuua Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu ashikwa kwa hasira, wale mabwana wanamkata vipande vipande. Neno alilitoa, anawaambia nikateni mtakavyo, lakini kiungo kimoja msikikate, niatieni ulimi niweze kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajua maana ya dhikri? Wamuua Sayyiduna Ali anafuata kumtaja Mungu, wamuua Sayyiduna Ali anafuata kuleta dhikri. Yote imeletwa na nini? Inna min ashrati as-sa'a
an yultamasa alilmu inda al-asaghir. Kwa hivyo fitna zipo katika jamii zetu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ashazibashiria, amezungumza kitabu, bali kuna wanazuoni ambao kwamba wamehusisha kitabu hasa katika kuzungumzia fitna, kama al-Imam Nuaym ibn Hammad akatunga kitabu chake kizima al-Fitan, hadithi ambazo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumzia fitna zitakazokuja kutokea akhiru zaman, zote amezikusanya Nuaym ibn Hammad katika kitabu chake. Kwa hivyo fitna zipo, na ndipo pale tunaposwali tunamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe nazo. Na'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa na'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Ni kwa siku ndo maana tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge nazo. Kwa hivyo Muislamu yule ambaye kwamba amekamilika Uislamu wake atakikana ajiweke mbali na fitna. Kujiweka mbali na fitna ni nini? Ni kusalimika vitu viwili. Ulimi wako usalimike na matusi, mkono wako usalimike na damu. Antaslama yaduka min ad-dami wa lisanuka min adh-dhanb. Ulimi wako usalimike, usitukane. Leo tutukanana na tutumie kitabu Allah al-Qur'an al-Karim katika kuhujumiana na kutukanana, ambapo kitabu Allah kimeletwa kituunganishe sisi tuenda kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokusudia. Ndipo pale Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, wanazuoni wa lugha wanatuambia ismu jins, ikitalikiwa yuradu bihi al-fardu al-kamil. Al-muslimu kumeja alif na lam hapa, kusema muslim. Al-muslim, muislamu yule ambaye kwamba amefika daraja ya juu kabisa katika uislamu wake ni yupi? Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye kwamba waislamu wamesalimika na mkono wake, waislamu wamesalimika na nini? Na ulimi wake. Usitukane mtu, mkono wako usichafuke kwa damu, ndio utaweza kutoka katika dunia ukiwa uko salama, utaweza kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa uko salama. Lakini ikiwa mkono wako tayari umechafuka kwa damu, una sura gani ya kwenda kumkabili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ilifika daraja Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Umama al-Lukhami katika Mustadrak ya Imam Hakim, na vile vile imepokewa na al-Imam al-Tabarani katika al-Mu'jam al-Awsat na al-Mu'jam al-Kabir, asema ahida ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ameniweka ahdi mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha hadatha fitnan au idha hadatha fitanun, zikitokea fitna baina almuslimina, kati ya waislamu, an attakhidha sayfan min khashab, nichukue upanga wa mbao. Upanga wa mbao, Mtume anakusudia nini upanga wa mbao? Yani usitumie upanga, kaa mbali. Kwa nini? Kwa sababu usichafuke na damu. Katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Abu Daud katika musnad yake, katika sunani yake, na vile vile Ibn Majah katika sunani yake, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, baina yaday as-sa'a fitanan kaqta'i al-layl al-mudhlim. Kabla ya kiyama, karibu na kiyama, kutakuja fitna ambazo kwamba zitakuwa ni kama kipande cha usiku ambacho kwamba ni giza, huwezi kuona haki ilipo. Mambo yatakuchanganyikia, hujui haki iko huku ama iko huku. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Daraja itakuwa nzito, mtu aweza kuinuka ni mu'min usiku akalala akiwa ni kafir. Kwa nini? Pengine amekwenda kumwaga damu ya Muislamu wenzake. Asema wa yumsi mu'minan, aweza kulala ni mu'min, wa yusbihu kafira, akamka akiwa ni kafiri. Aendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema, asema alqa'idu fiha khairun min alqa'id. Aliyekaa kama ni nyumbani kwake hakutoka katika fitna kama hizo, khairun min alqa'id, ni bora kwake kuliko, ama ni bora kuliko yule aliyosimama. Walqa'imu fiha khairun min almashi, na aliyesimama ni bora katika fitna kama hizo kuliko anayetembea. Walmashi fiha khairun min as-sa'i, na mwenye kutembea ni bora kuliko mwenye kukimbia. Angalia baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamalizia kwa kusema nini? Asema faqatti'u awtarakum,
wakassiru qisiyakum wadhribu bisuyufikum alhijara, kateni kamba za uta na zile fimbo zivunjeni. Yani silaha mtakazozitumia zifanyeni, zivunjeni. Wadhribu bisuyufikum alhijara, na mapanga yenu yapigeni na mawe. Usikubali kabisa kutumia silaha, weka kando. Ufanye nini? Alaika bi khasati nafsik, shughulika na nafsi yako, itengeze nafsi yako, uhakikishe kuwa upo katika njia ya sawa, uweze kufa katika manhaji ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Waangalie walioko karibu na wewe, ikiwa ni ndugu zako, watoto wako, hakikisha kuwa wako katika manhaji ya sawa, ndio utasalimika. Amsika alaika lisan, Mtume katika hadithi nyingine asema uzuie ulimi wako, waliyasaka baitu, na nyumba yako ikutosheleze, wabki ala khati'ati, na ulilie madhambi yako. Ndicho kinachotakikana kufanya katika zama za fitna. Mtu shughulike na nafsi yako, usishughulike na wengine. Iandae kwanza nafsi yako, wajua wewe utaishi katika mwisho gani. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe mwisho mwema inshallah. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ametupigia mfano mzuri katika kuhitamu na nafsi yako. Sayyidina Umar asema law nada munadin yawm al-qiyama, law munadi atanadi siku ya kiyama, law itatoka sauti ikawa inanadi inasema watu wote waingie peponi isipokuwa mtu mmoja, watu wote waingie peponi isipokuwa mtu mmoja. Sayyidina Umar asema la khashitu an akuna ana dhalika alwahid, ningeogopa nisije ikawa ni mimi yule mmoja. Nani asema maneno hayo? Sayyidina Umar, khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja katika wale wabashiriwa pepo, lakini aogopa huyo mmoja wa kwenda motoni asije kawa ni yeye. Alikuwa hajui kama kuna Firaun, alikuwa hajui kama kuna Iblis, alikuwa hajui kama kuna Abu Jahl, hawajua wote, lakini alaika bi khasati nafsi, anshughulishwa na nafsi yake na nafsi za wengine. Ndivyo anapotakikana muumini, ajishughulishe na nafsi yake, ndipo atapata kuokoka. Inafika daraja mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia katika hadithi nyingine, fa in istata'ta an takuna hajaran faf'al, ukiweza kuwa jiwe katika zama kama hizo, kuwa jiwe. Nini maana kuwa jiwe? Bila halina irada, limekaa, halina haraka yote, kuwa jiwe. Bali ilifika daraja kubwa zaidi ya hiyo. Sahaba muuliza, ya Rasulullah, ikiwa mmoja wao ataniingilia nyumbani kutaka kuniua nifanyaje? Mmoja wao aniingilia nyumbani, ya Rasulullah, ataka kuniua, pia damu nisemaje? Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia, kun ka khairi ibni adam, ikifika hali kama hiyo, kuwa kama mbora wa wale watoto wawili wa Nabiiullah Adam. Mbora alikuwa ni nani? Aliyeuliwa. Usiwe wewe ni kama Habil, kuwa kama Qabil, mwache yeye akuue, hisabu yenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini usijaribu kumwaga damu. Kwa hivyo ikhwata al-iman wal Islam, tuko katika zama za fitna, zama ambazo kwamba yatatukumba mengi, lakini tutakapojua manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukashikamana nayo, hatuwezi kutingishika. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Abu Ya'la katika musnad yake, na al-Imam Ahmad katika musnad yake, na vile vile al-Imam al-Baihaqi katika Shu'ab al-Iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, sayati ala an-nasi zaman, watu watajiliwa na wakati, yukhayyaru ar-rajulu bayna al-fujuri wal-'ajz, mtu atakuwa anachebulishwa kati ya kufanya uovu na kati ya ajz, kuwa hawezi. Asema fa in adrakta dhalik, angalia funzo la Mtume, fa in adrakta dhalik fakhtar al-ajz ala al-fujur, ukiwa utapatwa na wakati kama huo ngumu, basi ikhtar al-ajz ala al-fujur, chagua kutoweza. Itwa ni jabani, itwa muoga, itwa ni mwanamke huna la kuweza kufanya, pewa majina utakayopewa, lakini Mtume akwambia ikhtar al-ajz ala al-fujur, usende kufanya fujur, usende kufanya uovu kama gadamu, wacha uitwe utakavyoitwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ndio manhaji alotuachia, kitabullah wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Tukizishikilia kwa uzuri
tukashika njia hii ya sawa. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, hii ndio njia yangu iliyonyoka, ifuateni. Wala tattabi'u subula, akija mtu na njia yake, akija mtu na mawazo yake akawataka kuyanasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu, wachana nao. Manhaji tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuwekea wazi hii. Wala tattabi'u subula, njia mengi yatakuwepo pande zote, lakini usizifuate. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndio njia yangu ambayo kwamba imenyoka, ifuateni. Shaitan alipokuwa amekata tamaa kuabudiwa, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna shaitana ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab, shaitani ameshakata tamaa hatoabudiwa, na yeye ndo adui wetu mkubwa. Yote yanayotokea ni kutoka kwake. Inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, Mwenyezi Mungu atuambia shaitani ni adui kwenu, na nyinyi mfanyeni ni adui, msifanye ni rafiki. Yeye ndo ataka kutugonganisha. Mtume asema walakin fi tahrishi bainahum, ashakata tamaa kuabudiwa hatuabudiwa, kilichobakia nini? Fi tahrishi bainahum, atatia chuki, atie maneno. Ndio pale tunaona mkono wa tatu huko unaingia katika jamii zetu. Mkono huu unatoka wapi? Ni atba'u shaitani, ni watu wa shaitani wanaotumwa na shaitani kuja kutia fitna, tugonganishwe sisi kwa sisi, tuuane, tumalizane, alafu huyo anajitoa anaenda kando. Fikra za kutoka magharibi. Magharibi hawakutuletea kheri yoyote. Magharibi kweli wamemjengea mwanadamu, wamemtengezea mwanadamu, lakini hawajamtengeza mwanadamu. Wamemtengezea mwanadamu ndege, aweza kusafiri sehemu mbali kwa haraka, majengo makubwa makubwa, vifaa kila siku vinatoka, teknolojia inakwenda mbele kila siku. Wamemtengezea mwanadamu, lakini je, wamemtengeza mwanadamu? Mwanadamu hawakumtengeza, bali wamemporomosha. Ubinadamu wote wakaumaliza. Inafika daraja mtu anaweza kujenga nyumba, kumjengea mbwa wake, akamwekea na mfanyikazi wa kumhudumikia, akamwekea na vyakula vizuri vizuri, akamfungulia na account benki, lakini babake akampeleka katika nyumba za wazee. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na fitna. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت ناصرها على من عداها، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.